Na leo nimekuja kuwatambulishia mtu ambaye anaweza kufukua visima. Anaweza kufukua visima. Kitabu cha Mwanzo sura 26 tunakutana na habari ya Isaka. Na Isaka alikuwa ni mtoto wa Ibrahim. Kumbuka, moja ya utajiri wa Ibrahim alikuwa ndiye msambazaji mkuu wa maji katika jangwa zima la Gerari na katika eneo la Berisheba. Kwa mantiki hiyo, wakazi wa eneo lile iliwabidi tu watoe fedha wapate maji kutoka kwa Ibrahim. Hapa ndipo nikajua ili na sisi tufanikiwe lazima tutafute chanzo ambacho kitaingiza fedha. Kwa hiyo Ibrahim alitambua kwa kupitia maji angeweza kufanikiwa. Ndipo Biblia inasema Isaka akarudi kuvichimbua visima ambavyo vilichimbwa wakati wa baba yake Ibrahim. Sikiliza, Biblia inasema maana wale Wafilisti walikuwa wamevifukia baada ya kufa kwake Ibrahim. Na baadaye Isaka alivyokuja kuvifukua vyote, Biblia inasema akaviita majina yale yale ambayo baba aliviita. Na watumwa wa Isaka wakachimba katika lile bonde, wakapata maji mazuri yanayobubujika. Na ndipo unaona Biblia inaonesha wale wachungaji wa Gerari wakagombana na wachungaji wa Isaka wakisema maji haya ni yetu. Ndipo akakiita jina la ile kisima Eseki kwa sababu waligombana naye. Na unaona anaenda kuchimba kisima kingine, bado wanakigombania. Anaenda kuchimba kisima kingine, bado wanakigombania. Anawaacha, ndio mwisho anakuja kupata kisima, anakiita jina lake Shiba. Na baada ya pale wale wachungaji wa Gerari, Biblia inasema wakamfuata Isaka wakiomba, Bwana, tumetambua wewe unaongozwa na Bwana. Na usiku huo Isaka anaambiwa na Mungu, sikiliza kijana, usiogope, maana mimi niko pamoja nawe. Najua tunaishi kwenye maisha ambayo kuna watu Elder Richard watatumia mbinu zote ili kupokonya kilicho haki yako. Unajua mzee Ibrahim alichimba visima, na Biblia inaonyesha vile visima vilikuwa vikitoa maji mengi tu. Biblia inasema baadaye Ibrahim alipokufa, Wafilisti wakavifukia visima vyake. Sikiliza, hivi visima vikawa vimekufa. Si tu kufa, vilikuwa havitoi maji tena. Na ilikuwa ukipita maeneo ambayo Ibrahim alichimba vile visima, visima vilionekana kama hakuna, pamekauka, juu pale pamenyamaza, kiasi kwamba kama pamekufa. Si kwa sababu hapakuwahi kuchimbwa, ila palikuwa na maji, ila Wafilisti walikuja wakafikia. Na Isaka anakuja kuvichimbua tena vile visima ambavyo vilichimbwa siku za Ibrahim baba yake, na akavipa majina, na watumishi wa Isaka wakachimba katika lile bonde. Kuna watu hapa mlikuwa ni visima vizuri vinavyotoa maji. Hayo maji yanawabariki waliowazunguka. Ninaongea na mtu ambaye hapo mwanzoni ulikuwa na potential na mvuto. Si hivyo tu, ulikuwa umejaa vipaji mbalimbali. Ulikuwa na karama za rohoni. Ulikuwa na abilities mbalimbali za kufanya mambo mengi. Ulikuwa na biashara nzuri, mashamba mazuri, mifugo mizuri. Ulikuwa na ndoa iliyotulia. Lakini sivyo tu, ulikuwa na watoto wazuri na mlikuwa mnafanya mambo makubwa. Ghafla Wafilisti wakavamia. Sifa ya Wafilisti ni kupoteza kilicho haki yako. Unajua, wakati ninajifunza habari hii, niligundua kitu cha kipekee sana. Walisubiria baba afe ndio wavifukie visima. Sikiliza, kuna watu wanasubiria siku utakayokufa haki ya watoto wako waichukue. Siku utakayokufa ile kampuni waichukue. Siku utakayokufa
ile miradi waichukue. Na ndio maana walivyoona Ibrahimu amelala, wakafukia aseti zake zote ili waliosalia wabakie kwenye utumwa wa umaskini. Na ndipo mtoto anaamka usingizini, anarejea kuvifukua. Sikiliza, usipokuwa makini kuwatambua Wafilisti, hata ukiwa hai, baadhi ya visima vyako watavifukia. Sikiliza vizuri, mahali fulani ikiwa ninafanya huduma, nilikutana na mama mmoja ambaye alikuwa na binti yake wa kike. Huyu binti wa kike tuliambiwa anaumwa sana. Tulivyoenda kumtazama yule binti, kweli alikuwa anaumwa. Ni binti wa miaka 20. Nilivyofika mimi nikamsalimia. Nikamwambia shikamoo. Mamake anasema huyu binti yangu ni mdogo, lakini ukimwangalia yule binti alikuwa amezeeka. Alikuwa ni kama bibi. Binti mdogo, lakini sura yake, muonekano wake umeisha. Ndipo tukamuuliza yule mama amepatwa na nini. Mama analia machozi. Nakumbuka hiyo siku tulikuwa tuko wachungaji 3. Akasema binti yangu huyu amekumbwa na jambo ambalo sisi wenyewe hatujui tunafanyaje. Nikamwita mama Chobingo. Nikamwambia hebu niambie. Mama anasema sikiliza pastor, sisi ni wakazi wa Dar es Salaam, ila mume wangu huwa anapenda sana shughuli za kilimo. Kwa hiyo wakati wa kilimo huwa tunatoka Dar es Salaam tunaenda Morogoro, na tukienda Morogoro tunasimamia mashamba yetu. Wakati huo yakisha kamilika tunarudi Dar es Salaam. Waliposafiri kwenda Morogoro, katika kanisa moja walikutana na mama mmoja, mshiriki mzuri wa kanisa. Yeye na mume wake ni watu ambao wanajitoa kwa kazi ya Mungu, wako tayari kusupport kazi. Walipofika wakapata familia mpya. Walipopata familia mpya, wakati huo binti yao ndio walikuwa wamemaliza darasa la 7. Ikabidi wakati wako Morogoro basi atafutiwe sekondari kule Morogoro. Kwa hiyo binti alipoanza sekondari Morogoro, na yeye mama pamoja na baba wako Morogoro, wakawa yule binti akitoka likizo badala ya kuja Dar es Salaam anaenda kwa yule mama ambaye ni mshiriki mwenzao. Kumbe yule mama alikuwa ni mchawi, tena mshirikina, lakini ni mke wa mzee wa kanisa. Wachungaji wakifika wanafikiaga kwake. Sikiliza, yule mama alimtoa yule binti msukule amtumie kwenye kazi zake. Binti wakati yuko sekondari mara ya kwanza, nguo zake za ndani zote zilipotea kwenye mazingira ya kutatanisha. Binti anampigia mama, nimepoteza nguo zote. Mama alishtuka, ikabidi anunue nyingine. Siku isiyo na jina, tranka la binti likapotea lote. Msako ukafanyika hostel, watoto walipigwa stiki nyingi. Tranka liko wapi? Halikuonekana. Baada ya tranka kupotea, binti akaanza kuumwa sana. Kila hospitalini anapopimwa ugonjwa hauonekani. Ndipo yule mama Muadventista Msabato akamwambia yule mama, sikiliza, huyu mtoto wako shida yake wala sio ya hospitalini, twende kwa mtaalamu. Mama akashtuka, akasema sisi wa Sabato mtaalamu? Mimi nakwambia huyu utazunguka tu, twende kwa mtaalamu. Mama ananiambia nikashawishika, nikaenda kweli kwa mtaalamu. Nilipofika kwa mtaalamu, mtaalamu akasema huyu binti ametolewa msukule, wametoa damu yake, anatumika huko. Mambo ni mengi yalizungumzwa. Yule mama alivyorudi na binti yake nyumbani, akaamua kusafiri kuja Dar es Salaam kutoka Morogoro. Alipofika Dar es Salaam ikabidi ampeleke mtoto wake kwa watumishi mbalimbali, wainjilisti, wachungaji aombewe. Lakini yule mtoto hali yake kadri siku zinavyozidi kuongezeka ilizidi kuwa mbaya. Alikonda, alikuwa ni kama bibi, na wakati mwingine alikuwa akibadilika. Uso wake ulikuwa ni kama wa bibi mzee, macho yake yanabadilika.
ngozi ilikakacha, hata kutembea alikuwa hawezi. Ni kama bibi ambaye miguu na mikono haina nguvu. Ni binti wa miaka mingapi jamani? 20. Ndipo tukamwambia mama, poleni, lakini tutamwomba Mungu, yumkini huyu binti akasaidika. Nikiwa na marafiki zangu wachungaji, tulipanda kwenye mlima mmoja unaitwa Pumuani huko Moshi. Tukafunga siku nzima tukiomba kwa ajili yake. Yule mchungaji mmoja akaniambia hivi, rafiki yangu, pastor, huyu binti kwa hali yake tumuombe Mungu tu alale, asiendelee kuteseka, alale. Nikamwambia huyu alale, ila huu mwaka ataumaliza na Mungu atainuliwa. Tukifanya maombi, binti anakaa vizuri. Siku moja anahojiana naye, binti anaongea maneno ya kuumiza, kwa sababu anasema wananitumia kingono. Akirudi anamwambia mama yake maeneo yake ya siri yanamuuma sana. Anamwambia mama, jana nililala na wanaume 10. Binti amelala kitandani. Kuna wakati anazimia masaa mpaka 9. Amki. Akiamka hahitaji kula, anasema nimekwisha kula. Anaweza akakaa wiki nzima ndani, binti hali ameshafanyaje jamani? Ameshakula. Kimwangalia yule binti alikuwa anapenda sana kuimba nyimbo za Kristo. Binti ambaye yuko very brilliant. Kimwangalia akili yake very smart. Toka anaanza darasa la kwanza alikuwa anashika namba 1. Lakini ghafla Wafilisti wakamvamia. Tukaendelea na huduma. Nikamwambia mama, mtuambie ukweli. Tukiomba, baada ya mwezi mmoja miwili hali inakuwa mbaya. Tukajua yule binti ametumika kwenye hayo madhabahu na huko kwa kiwango kikubwa, kiasi kwamba asipoenda siku 3 yeye mwenyewe analia. Anasema sijaenda huko, wale watakuwa hawali, sijui nani atakayewaangalia. Anakuhadisia. Alikuwa anatuhadisia mambo ambayo mengine nikawa ninashangaa, nikasema hivi vitu vipo. Tukachukua nguo zake zote tukachoma moto. Tulivyoanza kuchoma moto, binti analia, mnanichoma makwapa. Choma kila alichomiliki. Baada ya kuchoma kila kitu, kesho yake mama yake anatupigia simu, binti yangu yuko hewani. Binti anaelea juu, amejipinda kama mnyama. Pastor mje. Sasa akasema hii kali. Tukaja. Tulivyofika pale, yule binti tukamkuta ameanguka chini. Anasema alikuwa yuko hewani. Alivyoanguka chini, tukaanza kuimba. Tukazunguka nyumba mara 27. Hatukuomba chochote, tunaimba nyimbo za Kristo. Baada ya kuimba, binti analia, anasema ninaungua, acheni mnaniunguza. Tukamwambia basi tunaacha. Tukaacha, alafu tukaomba. Akakaa sawa. Alivyomuingiza ndani, huwa anabebaga godoro kumleta pale sebleni. Akawa sawa. Asubuhi anatuambia, pastor, leo nimekutana na mpya, godoro halibebeki. Zito kabisa. Basi tukaomba. Na tukiomba, binti anakaa sawa. Baadaye tukagundua kuna vitu alivyofungwa vingi ambavyo vinahitaji muda kutoka kimoja baada ya kingine. Baada ya maombi ya mwisho elder, binti akawa analia, anasema wamekuja na majeneza wanazunguka, wamesema ndani ya miezi 2 lazima wanichukue. Mama yake analia machozi. Tukawa tunamtia moto, kumwambia hawatamchukua, lakini huyu binti kama anaendelea kukubaliana nao watamchukua kweli. Tukaomba, binti akakaa sawa. Akapotea siku 3 ajulikani alipo. Mama yake ananipigia simu, analia, ananiambia pastor, simuone binti. Nikamwambia tunaomba atarudi. Akaonekana kwenye mapoli mbali, karibia kilomita 40 kutoka pale anapoishi. Analia. Walipomchukua akaeleza nyumbani ni wapi. Alipoletwa anasema kuna bibi jana alikuja kunichukua. Alivyonichukua tulienda kufanya kazi, akaniacha huko huko. Baada ya kurudi nyumbani, yule binti mambo yakabadilika tena. Akaanza
kuumwa, akabadilika akawa kama mdudu, na akibadilika macho yanabadilika rangi, ngozi inabadilika, mwili anajipinda kama mnyama, hawezi kufanya chochote. Yani ukimuona unaogopa. Mama yake na baba yake wakiwa shambani wanalima, akatokea kuku shambani mapolini. Alivyotokea kuku wakasema, kuku huyu katokea wapi? Wakaanza kumtupia chakula. Kuku akala, wakashangaa mpaka 12 jioni wapo na kuku. Sasa wakasema tutamwachaje polini? Wakambeba, wakarudi naye nyumbani. Kurudi naye nyumbani, alipofika kuku, mtoto anaanza kulia, mmewaleta nyumbani kunichukua. Napigwa simu, pastor, hali mbaya. Nikamwambia imekuwaje? Wananielezea, tumepata kuku, tumemleta. Tukaanza kuomba. Tunavyoomba kuku anachanganyikiwa. Mshaona kuku anachanganyikiwa, amekata mpaka kamba, akaruka juu ya kichwa cha mwinjilisti mmoja akiwa anaomba. Kamata kuku tukafunga. Baada ya kamata kuku kufunga, nikamwambia tumeteka nyara. Yule bibi ndio huyu kuku, tunatakiwa tumchinje, atakiwa kupona. Sasa mimi nilikuwa nimeondoka, nikamwambia mwinjilisti, kesho asubuhi mapema ufiki kwenye ile nyumba, yule kuku mchinje. Msipochinja hapa hakuna amani. Asubuhi mwinjilisti anaenda, eti mzee alimbeba kuku, alivyoenda shambani kaenda kumtupa kule shambani. Aya. Mwinjilisti ananiambia kamtupa shambani. Nikamwambia mzee, hilo kosa kubwa, ilibidi kuku afanyaje? Saa 9 alasiri binti amekuwa kama mnyama, mapigo ya moyo yameshuka, anasema wananichukua. Akapandishwa kwenye bajaji, napigiwa simu, pastor, mtoto hali mbaya, tunamkimbiza hospitalini. Hawajafika hospitalini, mtoto akapoteza maisha. Mwinjilisti anitumia message, pastor, dogo amelala. Nikamwambia mimi nililiona, ndio maana jana mpaka leo siku imekuwa ni ngumu, kwa sababu tuliteka nyara, tukaruhusu kurudisha tulivyoviteka. Nataka niwatie moyo jioni ya leo. Ndani kuna watu hawana mpango wa kwenda mbinguni. Sawa Elda? Hawana mpango, na tuko nao kwenye safari hii. Tuko nao, tumeketi nao. Ni wachawi, ni waganga, kila uchafu unaojua wanaufanya. Hatuhitaji Wafilisti watoke mbali, tunaishi kwenye maisha Wafilisti, tuko nao. Mjumbe wa Mungu Ellen White aliwahi kusema kwenye kitabu cha Matokeo siku za mwisho kwamba alioneshwa kwenye vitabu vya mbinguni, akaona baadhi ya makanisa hakuna mshiriki hata mmoja anaenda wapi jamani? Mbinguni. Lakini akaangalia kwenye makanisa mengine akakuta majina ya washiriki 2, pengine akakuta majina ya washiriki 3. Swali ni hili, kama Mungu amedhamiria kanisa la Segerea watu 3 tu ndio waliookolewa, wewe upo? Jiulize, kama ni 3 wanatoka hapo, wewe upo? Tunaishi kwenye dunia ambayo shetani halali yuko macho kushambulia maisha yetu. Atashambulia watoto wako, atashambulia ndoa yako, atashambulia biashara zako, atashambulia kila ulicho nacho. Kuna watu hapa mlikuwa na ujasiri, mlikuwa na uhodari, lakini ghafla ule ushupavu tulikuwa tunaona haupo. Kuna watu wengine hapa mlikuwa mnawapenda wengine na kuwajali, lakini ghafla mzizi wa upendo umeama. Mlikuwa ni watu wazuri, mnapenda ibada, lakini ghafla ibada inaanza kukatika. Mko hapa mlikuwa waaminifu katika mambo mengi, lakini ghafla uaminifu haupo tena. Wengine mlikuwa na nguvu, mlikuwa mnatoa maji, mnawabariki wengine, lakini ghafla Wafilisti wakaja kufukia visima vyenu. Wafilisti wakaanza kufukia visima vyako. Kile kisima cha amani wakakifukia, kile kisima cha furaha na raha wakakifukia, kile kisima cha biashara nzuri ilikuwa imesimama, ghafla kimefukiwa. Ghafla
kile kisima chako cha ndoa yenye furaha ghafla kimefukiwa. Mahali fulani nilikutana na mzee wa kanisa mmoja. Nilipomtembelea kwake, nilimkuta na mgeni mama mwingine. Baada ya kutoa somo kwa ufupi, nilivyosema sasa karibuni mseme mambo gani ya kuyaombea, yule mama akasimama kwa miguu miwili akaanza kulia machozi. Nikamuuliza, mama unalilia nini? Nikamkumbatia. Akaniambia, pastor, nisikilize vizuri. Nilikuwa nina mume na watoto wawili, lakini mume wangu amelala mauti. Nimebakia na watoto wangapi jamani? Wawili. Mtoto wa kwanza, hii ni miaka 12 sijamtia macho. Nikamuuliza, yuko wapi? Ametekwa na Washia. Ananiambia, sisi ni wapagani, wala mbinguni hatutoenda. Ametekwa kwenye hizo dini, yupo huko miaka 12. Nilimpeleka chuo, amegoma. Sasa hivi anauza dawa za Kisuni. Yupo hata kuongea na mimi. Lakini sikiliza pastor, nina mtoto wa pili. Huyu mtoto wa pili nilimpeleka chuo, nimelipa ada ya miaka 3. Kumbe mwanangu alisoma semester hii. Miaka yote 3 ada ninazotuma anatumia yeye. Ananiongopea nimepangiwa field Dodoma. Ananiambia nauli na kila kitu natuma hela, kumbe zote anatumia. Nilipoenda chuo nikaambiwa mtoto huyu hayupo karibia miaka 3 sasa hayupo. Alipoanza kufuatilia na kumuuliza mtoto, akamwambia mama achana na mimi. Akamblock mama yake, akabadilisha simu. Sasa hivi hana mtoto yeyote. Hiyo ndio kazi ya shetani. Kuvuruga kila kitu. Kuvuruga. Mlioana mkiwa na furaha nzuri, yule baba alikuahidi vitu vingi, ghafla ameanza kuwa msaliti. Unajiuliza, nini kimetokea? Huyu mwanaume mbona tuna mengi tuliahidiana? Hao ni Wafilisti. Wako wengine mmesoma, kazi hampati, connection hazionekani. Ni Wafilisti. Watavamia kila ulicho nacho. Lakini kisima cha baraka bado hawajakifukia. Si useme amina. Kisima hiko hakiwezi kufukiwa. Na Wafilisti wanapokuja kwenye maisha yako, wataanza kukujaza hofu, watakusengenya, watakusema vibaya. Unajua kanisa ndio eneo pekee la sisi kukutana na Mungu. Lakini leo makanisa ndio yamekuwa virabu vya kupiga umbea na usengenyaji. Wafilisti wamevamia ndani ya kanisa. Wengine wataanza kukunong'ona na kukuwazia mabaya. Wengine wataanza kukubeza na kukejeli. Wengine watakurushia maneno wakugombanishe na watu wengine. Lakini Wafilisti bado hawajachoka. Wanataka kukupokonya mpaka ulicho nacho. Tusipomtafuta Mungu, tusipoongea na Mungu anayeweza kufukua visima, kuna baadhi ya mambo kwenye maisha yetu yatadelay sana. Yatadelay nini jamani? Tutakuwa tupo, lakini kama hatuendi. Na sisi ni Wakristo ambaye tuna Mungu mkubwa, ambaye sisi tunaitwa watoto wateule, watu wa miliki yana, ila hatuna tunachomiliki. Hatuna tunachomiliki. We are in the war. Tupo katika vita. Sikiliza. Kama wao wana majini, sisi tuna malaika. Wakati wao wanazindika nyumba zao, wanazindika biashara zao, na sisi tunafanyaga matambiko ya kimbingu. Simseme amina. Sikiliza. Wao wana mbinu zao kwenye ulimwengu wao wa kiroho kuhakikisha mambo yao yanaenda. Ila ninachoshangaa, Wakristo wengi hawana mbinu katika ulimwengu wa kiroho kuhakikisha mambo yao yanafanyaje? Yanaenda. Hawatakiwi kutuzidi chochote. Ibrahim alikuwa tishio. Isaka anaambiwa na Mungu, sikiliza, njaa imeingia ila usikimbie Misri, tulia. Alipotulia akapanda mbegu moja, kazaa 40, nyingine kazaa 60. Njaa ilivyoisha, wafalme wanarudi, wanaanza kuogopa kwa sababu Isaka alikuwa ni mtu mkuu kuliko wafalme. Kwa wafalme wakasema, huyu jamaa kwa mali alizokuwa nazo atatupiga. Hao ndio wasabato wanatakiwa wawe. Wangapi wananielewa?
Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Habari njema ni kwamba Mfilisti anaweza kufukia kisima lakini hawezi kukausha maji. Hawezi. Kuna wakati anaweza akaharibu ndoa, akabomoa biashara, akaja akakurudisha nyuma kiroho, akasababisha uwe na mifarakano na ugomvi na watu mwingine, akakusababishia uingie kwenye kuonewa wivu, udhurumiwe kilicho chako, wakakuletea uchonganishi, ukaletewa utesaji, ukayumbishwa na kugalagazwa. Lakini nataka nikwambie jioni ya leo, maji bado yako ndani yako. Yako. Wamefikia juu tu. Ndani bado nini? Ukame wa juu usikupe stress chini kama maji ya mna. Yapo. Bado una potential. Haleluya. Mgeukie jirani yako mwambie bado una potential jirani. Mwambie bado una uwezo. Mwambie bado una vipawa. Bado unayo nguvu ya kuendelea. Bado una uhai ndani yako. Bado ile neema na kibali viko juu yako. Unahitaji kukutana na Isaka tu ambaye afukue, aondoe kila uchafu Mfilisti aliyomimina kwenye kisima chako. Haleluya. Anaweza akawa ametia uchafu, mawe na makaratasi, ila leo na kukutanisha na Isaka ambaye anaenda kufukua. Na hii vita tunapofukua hatuwachi. Isaka alipofukua, walipokigombania aliwachi. Akafukua chengine, walipogombania akafanyaje? Akafukua kingine, walipogombania akafanyaje? Ila leo tunapofukua hatuwezi kuachia. Yaani hatuwezi kukubali ndoa isisimame, hatuwezi kukubali biashara isiende, hatuwezi kukubali mambo yetu yakwame, maana kila tunachokifukua ni lazima kilete matokeo kwenye maisha. Unapoomba, kuna nyakati tunampa Mungu option. Nikisema option ina maana hii. Wakristo wengi tunapoomba tunatamani mapenzi ya Mungu yatimizwe. Lakini kwenye maombi yetu mengi hatuna uhakika wa tunachokiomba, isipokuwa kama tunagusa alafu tunaona itakuwaje. Musa anasema kama nimepata neema machoni pako, nataka unifundishe mambo mawili. Moja, nijue njia yako. Pili, uniongoze. Alafu umesema nimepata neema, tukubaliane. Hawa watu utasafiri nao, jua kwamba ni watu wenye shingo ngumu, ila mkataba ni huu: utaenda katikati yetu. Wana wa Israeli hawaangamizi wote kwa sababu wana mikataba na Mungu ambaye aliweka Musa na nani jamaa? Wewe una mkataba gani na Mungu? Musa anamwambia Bwana, Bwana anamwambia Musa, na ili ulionena nitatenda. Bwana anaweza kufanya chochote kwenye maisha yako. Swala ni hili: amini kwanza, anaweza kufanya. Yaani hata kama ndoa inasuasua, yeye anaweza kurejesha furaha ikarudi. Biashara unaona inakufa, yeye Mungu anaweza kurejesha chochote. Bwana anaweza kurejesha. Yesu Kristo ndiye Isaka awezee kufukia kila kilichofukuliwa. Si usimame mahali ulipo sasa. Usimame. Jioni ya leo ninatamani nikuombee. Nikuombee. Akafukue. Yes. Mpenzi ukuita uje katika zizi lake panapo
kwa moyo huruma, uliyepotea uje kwangu, hivi kukungoja anadumu. Bwana Yesu mchunga. Huu ni wito kwa ajili yako. Kama yuko mtu mmoja tu anayesema, Bwana, nina jambo natamani ulifukue jioni ya leo. Inawezekana ni kwenye ndoa, ni kwenye biashara, ama mahali popote. Tunapoimba beti la pili, njoo madhabahuni, na ukija mbele piga magoti hapa, Bwana atakufanyia kitu. Twende beti ya pili. Akatoa maisha kwa ajili yangu, ataka wapotevu waje kwake sasa. Kwake tu salama. Join mbele, join kabisa, msijali. Pandeni. Kia wito wake mchungaji wetu, uitambuliza kwa moyo wa huruma, uliyepotea uje kwangu, hivi kukungoja anadumu. Bwana Yesu mchunga. Nyosha mkono wako juu. Jioni ya leo ninakuombea baraka zako zikafukuliwe, kibali chako kikafukuliwe, ndoa yako ikafukuliwe, watoto wako wakafukuliwe, ndugu zako wakafukuliwe, hata jina lako likafukuliwe. Baba mwema, watoto wako wamenyoosha mikono juu. Wako wanawake hapa wana machozi yasiyokauka, macho yao yamejaa vilio visivyokuwa na majibu. Wanauliza kuhusu ndoa zao, wanauliza hatima za watoto, maana waliwalea kwenye misingi mizuri. Ghafla wamebadilika. Wako vijana wanauliza kuhusu hatima za maisha yao, wanauliza. Wako wanaume hapa wanauliza kuhusu mambo mengi. Imetosha jioni ya leo. Tumekutana na wewe Yesu, kwa kuwa tumepiga magoti, tunaamini ya kwamba utafukua kila kilichofukiwa. Haki yetu tutaipata. Wewe Mungu wetu si kama miungu yao, ambayo miungu yao haisikii, ila wewe Mungu unasikia. Miungu yao haioni, lakini wewe Mungu unaona. Ni wewe uliyesema tukuombe kwa wakati unapopatikana, hata mafuriko makuu hayatatufikia. Na huu ni wakati unaopatikana. Tumechoka mafuriko. Wewe uliahidi ya kwamba jicho lako likitutazama utatushauri na kutuongoza. Tutatamani kuongozwa na wewe. Wako watu wapo wanalia kwa ajili ya ndugu zao. Wamerudi nyuma kwenye imani. Wengine ni walevi, ni wavuta bangi, wanatumia madawa. Hata wengine wewe hawakutaki. Mmoja hapa amepata neema ya kukupokea wewe, lakini anauliza, je, familia yake itaokolewa? Nenda kaifukue familia yake.
Anayelia kwa sababu ya biashara yake, nenda kaifukue. Kwa sababu kweli ni kwamba Kristo, tupo katika competition. Tupo katika competition. Kwenye biashara zao wamefanya uchawi, wameweka chuma ulete. Kristo, kwenye biashara za watoto wako hawa, malaika zako wakawavute wateja. Tunajua wewe umeahidi ya kwamba malaika zako wanafanya kituo. Ila Baba, awamu hii tunahitaji tuo liwe la Mahanaim, kambi kuu ya kijeshi. Tua katika familia zetu, tua katika maisha yetu, tua katika kila tunachokimiliki. Kama yuko mmoja hapa Baba, haki yake fulani imepotea, usiku wa leo ikarudishwa. Kama dhuluma fulani ilitokea, tafuta namna akapate haki yake. Imetosha. Tunahitaji kutoa maji, tunahitaji kuwabariki wengine, tunahitaji kufukua kilichofukiwa. Asante kwa sababu bado havijafa. Asante kwa sababu visima bado chini vina maji. Asante kwa sababu bado licha ya Wafilisti kutumiza, kutuanzishia scandals, kutuletea habari mbaya, hata kama wamefanikiwa kuondoa vilivyo vyetu, hata kama waume wamelala mauti, hata kama wake wamelala mauti, lakini bado kwa kuwa leo tumekuja mbele yako, bado tunatoa maji. Neema yako ilifunike kundi hili, katika jina lako Yesu Kristo, amen. Akatoa